asifiwe sana. Na jambo la nne ambalo linazungumzwa, ni kuzimu. Nasema wala milango ya kuzimu. Kwenye Mwanzo anazungumza juu ya Mwanzo ile 22, mlango wa adui. Huku anazungumza juu ya kuzimu. Kuzimu ni nini? Kuzimu ni mfumo wa kiroho. Kuzimu ni mfumo wa kiroho unaoweza kuongoza au kutawala maisha ya mtu au eneo ambao unasimamiwa na kuongozwa na ufalme wa giza. Nitarudia. Kuzimu ni mfumo wa kiroho. Mfumo wa kiroho, sio wa kimwili, wa kiroho, ambao unaweza kuongoza au kutawala maisha ya mtu au eneo fulani, ambao mfumo unasimamiwa na kuongozwa na ufalme wa giza. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili ni hii hapa. Tafsiri ya pili ni hii: ni mfumo wa kiroho unaomilikiwa na ufalme wa giza ili kupingana na ufalme wa Mungu. Ni mfumo wa kiroho unaomilikiwa na ufalme wa giza ili kupingana na ufalme wa Mungu. Kuzimu ni mfumo. Bwana Yesu asifiwe. Sio kitu cha kawaida ambacho unaweza ukakishika kwa mikono. Sio kitu cha kawaida ambacho unaweza ukakiona kwa macho. Kuzimu ni mfumo wa kiroho. Huu mfumo unaweza ukamiliki mtu. Huu mfumo unaweza ukamtawala mtu. Huu mfumo unaweza ukamuongoza mtu. Huu mfumo unaweza ukakaa hata kwenye eneo, ukaliongoza hilo eneo, ukalitawala hilo eneo, ili weje? Ili litende sawa sawa na mfumo unavyotaka. Unaweza ukamuongoza mtu, unaweza ukamtawala mtu, ili weje? Ili atende sawa sawa na mfumo unavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikitokea huu mfumo umeingia ukamuongoza mtu, umeingia ukamtawala mtu, utaanza kumuongoza, utaanza kumuoperate, utaanza kumuendesha jinsi ambavyo wenyewe unataka. Kwa hiyo huyu mtu ataanza kufanya vitu sawa sawa na mfumo unavyotaka yeye afanye. Kama ukifanikiwa kuingia kwenye eneo, unachokifanya huu mfumo ni kwamba unaanza kuliongoza eneo, unaanza kuliendesha eneo liweze kuishi, liweze kuwa kama ambavyo huu mfumo unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yakobo ametoka nyumbani kwao, alifika mahali fulani akalala usingizi, si ndio? Kwenye Mwanzo 28 Biblia inasema ya kwamba usiku akaota ndoto. Anaona malaika wanapanda na kushuka. Alafu alivyoamka anasema, nimegundua mahali hapa ni lango la wapi? La mbinguni. Kilichofanyika ni nini? Ni kwamba lile eneo ambalo Yakobo alikuwepo lilikuwa linamilikiwa na ufalme wa Mungu, lilitumika kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ndio maana likapitisha vitu vya ufalme wa Mungu kuja kwa nani? Kwa Yakobo. Sasa hivyo ikitokea pia huu mfumo, ufalme wa giza umefanikiwa kuingia kwenye eneo fulani, unalioperate, unatoa taarifa, ili eneo linaanza kufanya vitu ambavyo huu mfumo unataka. Bwana asifiwe sana. Huu mfumo ukifanikiwa kuingia ndani ya mtu, huyu mtu anaanza kuendeshwa jinsi ambavyo mfumo unataka. Mfumo ukisema geuka kulia,
anageuka kulia. Mfumo ukimwambia nenda mbele, anaenda mbele. Hata kama yeye alitaka kurudi nyuma, mfumo umesema nenda mbele. Kwa hiyo unajikuta mtu anaenda wapi? Mbele. Kwa nini? Mfumo unamuongoza. Wapo watu wengi sana ambao huu mfumo unawaongoza, na ukisha waongoza wanajikuta wanafanya vile ambavyo mfumo unataka. Bwana asifiwe. Kuzimu. Fungua nami Warumi sura ya 7 nikuoneshe